Bwana, Valentine ni nini? Imetoka wapi na kwa nini tunasherehekea Valentine? Leo nataka nikupitishe kwenye makala fupi kuhusiana na tukio lenyewe Valentine. Yamkini umekuwa ukisikia Valentine, pengine umekuwa ukisherehekea miongoni mwa watu ambao wana vibe kwenye Valentine, lakini hawafahamu Valentine imetoka wapi, historia ya Valentine ikoje. So leo nitakupitisha kwenye exclusive kidogo kuhusiana na Valentine. Historia inaturudisha mpaka karne ya 3 huko miaka 1700 kule nchini Rome, ambako ulitokea mfalme mmoja alikuwa anaitwa Claudius wa pili. Yule Claudius wa pili alikuwa ni mfalme mmoja ambaye alikuwa ni mfalme wa vita, alikuwa anapenda kupigana vita sana, na kipindi hicho Rome, tukumbuke kwamba ndilikuwa ni taifa ambalo ni kubwa sana na linatawala dunia maeneo mengi sana. Sasa yule mfalme bwana alikuja akagundua kitu kimoja, kwamba vijana wengi wanapokuwa wameoa na wanajeshi wake wanapokuwa wameoa, uwezo wao wa kupigana vitani unapungua na kushiriki vitani unapungua. Sasa akaamua kupitisha sheria, au akatengeneza sheria na baraza lake, kwamba vijana wote wa kiume hawapaswi kuoa, na wale ambao walikuwa kwenye ndoa, wanajeshi wote ambao walikuwa kwenye ndoa, wakaamua kufanya nini? Kuwatenganisha. Kwa bwana, sheria ilipopita, watu wakatenganishwa na wapenda nao, wake zao, wachumba zao, lakini pia vijana wakapigwa marufuku kufanya nini? Kuoa, ili waweze kuwa na nguvu na ustahimilivu kupigana vitani. Then after time, muda ukawa umeenda kidogo, baadaye bwana akatokea bwana mmoja ama padri mmoja alikuwa anaitwa Saint Valentine. Ulikuwa unamfahamu Saint Valentine? Sasa leo nitakwambia ni nani. Bwana huyu Saint Valentine alikuwa ni padri ambaye alikuwa anapatikana pale Rome, na alipoona hilo tukio yeye hakufurahishwa na hicho kitu. Alikuja akaona vijana wengi sana walikuwa wamehuzunishwa na hilo tukio, wamehuzunishwa na hiyo sheria iliyopita. Wamejisikia vibaya. Sasa baada ya muda padri akaona hapana, akaamua kujitoa na akaamua kuanza kuwafungisha ndoa kwa siri, kwa njia ya siri. Kwa vijana walianza kufungishwa ndoa kwa njia ya siri usiku. Baada zilikuwa zinafanyika na watu wanafungishwa ndoa. Ilienda kwa muda fulani, mwisho wa siku wanasema hakuna marefu yasiokuwa na incha. Siku moja bwana ikatimia, mfalme Claudius wa pili akawa amepata hizo taarifa kwamba Padre Saint Valentine anafanya hilo tukio. Sasa baada ya kupata hizo taarifa, ikafanyika uchunguzi na Saint Valentine akaweza kukamatwa na kutia gerezani. Baada ya kutiwa gerezani, historia inatuambia kwamba bado Saint Valentine aliendelea kuonyesha matendo ya huruma akiwa gerezani. Aliwasaidia wafungwa wengine, aliwaombea wenye shida, aliwasaidia kwa namna tofauti tofauti. Na baada ya muda fulani alitokea binti mmoja wa kifalme ambaye alipata na matatizo ya macho, alikuwa haoni, alikuwa ni kipofu maana yake. Sasa yule binti bwana alipelekwa kwa Saint Valentine, akasema mimi nitamuombea, na akamwombea yule binti akawa amepona. Baada ya kupona, after time akawa amepona. Baada ya kupona sasa, Valentine aliandika barua moja kabla ya kifo chake, aliandika barua moja kuelekea kwa yule binti. Ile barua bwana ilikuwa inasomeka from my Valentine, yani ilikuwa na heading ambayo inasomeka from your Valentine.